Wakati huo, Coco alimuuliza ni kitu gani kilicho muhimu zaidi katika maisha yake. Anajibu kwamba ni kupenda na kujisikia anapendwa. Akitaka kumfurahisha, Coco anamzawadia ufunguo mdogo aliowahi kutumia kwenye filamu alipokuwa mdogo, akisema kwamba utamletea bahati nzuri. Han anafurahia sana zawadi hiyo na anautundika kwenye begi lake pamoja na kichaini yake ya sungura. Anapotembea, Mia anamtegea mguu na kumvuta hadi kwenye paa. Mia anamshtaki kwamba alikuja shuleni kwa makusudi ili kumtongoza Coco. Msichana huyo anampokonya kichaini ya sungura, anaitupa chini na kuikanyaga na kuivunja. Wakati huo, kitu fulani ndani ya Han kinachocheka. Ghafla anakuwa mkali, akionyesha upande ambao hakuna mtu aliyewahi kuona. Anamwambia Mia kwamba kabla hajafikiria kumpenda mtu, kwanza anapaswa kujifunza kuwa mtu mwenye heshima. Akiwa ameogopa, Mia anakimbia huku akiwa na uhakika kwamba Han ni mwanachama wa genge. Tunagundua kwamba Coco alikuwa karibu na alibaki amevutiwa na nguvu za Han. Baadaye, baada ya kushona tena kichaini yake ya sungura, anaenda kukutana na Coco. Na kwa kweli, sijui wasichana wa Kikorea wana nini, kwa sababu wanapomwona mvulana huyo, wanaanza kupiga kelele bila kuacha, kiasi kwamba hata wanaumiza masikio. Anamshauri avae bandana kwa sababu akiwa na sura hiyo, wasichana watamfuata hadi mwisho wa dunia. Lakini kwa mshangao, anamvalisha yeye antifasi, kisha anamwandalia pikniki ndogo yenye vinywaji na chakula. Wakati anaandaa chakula, yeye anamuuliza kwa upole kwa nini tabasamu lake linaonekana la uongo, kana kwamba analazimisha kuwa mpole ili kuficha kitu alichobeba moyoni. Coco anamwambia kwamba anafanya vibaya, kwamba ni bora awe yeye mwenyewe kuliko kutumia tabasamu la uongo. Usiku huo, wavulana wanabishana kwa sababu mmoja wao alisahau kuleta vijiti vya kulia. Han anapogundua kwamba wanagombania hilo, anacheka na kusema, tulieni, begi langu lina kila kitu. Anatoa vijiti vya kulia kutoka kwenye begi lake, na wakati huo Sai anamtazama kana kwamba mioyo mekundu inakaribia kutoka machoni pake. Anamwambia kwamba yeye ni mtamu sana kiasi kwamba anataka kumbusu. Coco anaposikia hivyo, anagonga kijiti chake cha kulia mezani kana kwamba anasema, he, niheshimu, mimi pia nimekaa hapa. Siku iliyofuata, Han anajaribu tena kurekebisha mambo na Ji, lakini yeye hataki kuzungumza wala kurekebisha uhusiano huo. Han anaumia sana. Furaha pekee alionayo ni kuwaona wavulana wakicheza mpira wa kikapu. Mpira unamponyoka Coco kutoka mikononi kuelekea kichwani mwa Han, lakini mvulana huyo anauzuia kama Spider-Man. Mia anapoona hili, anapagawa. Kufikiria tu kwamba kuna kitu kati ya Coco na Han kunamfanya awe na wivu. Wahusika wakuu wanaendelea kuzungumza na Mia hawezi tena kuvumilia tukio hili mbele yake. Kisha rafiki yake anamkumbusha kwamba anajua jinsi ya kupata taarifa zote anazotaka. Mia anachunguza jina kamili la Han ili kujua kila kitu kumhusu na kuhusu maisha yake ya zamani. Usiku huo huo, Han anafikiria tu kuhusu Coco na kitendo chake cha ujasiri kwake. Je, amependana nami? Je, anataka kunibusu? Kuanzia sasa anaanza kumtazama kwa macho tofauti, na zaidi ya hayo, sasa hili linatokea. Baiskeli inakaribia kumgonga na Coco anamvuta kwa wakati unaofaa. Anamtazama huku akifikiria, ukiendelea kufanya mambo kama haya, nitakupenda. Baada ya hapo, wanaenda kwenye nyumba anayoishi na kila mmoja anachagua mavazi ya kuvaa ili wapige picha wakionyesha mtindo wao kwa umma. Wakiwa wanajiandaa, Han anapokea ujumbe kutoka kwa mtu asiyejulikana ukiwa na swali, unamjua Kosa? Anaposikia hili, anakaribia kutapika. Kosa ni jina la sungura wa kuchezea anayehifadhi kwenye begi lake. Sai anapomuuliza anataka kula nini wakati wa chakula cha jioni, mara moja anakuwa na wasiwasi, akiweka wazi kwamba anaficha siri kubwa sana. Coco anaona kwamba kuna kitu kibaya na anamwangalia kwa makini ili kugundua siri hiyo. Siku iliyofuata, msichana mmoja anamwambia Ji kwamba mwalimu anataka kumuona ofisini. Mara tu Ji anapoondoka, msichana huyo anachukua simu yake kwa siri ili kusababisha matatizo. Ji anapofika darasani, anamkuta Mia akimsubiri. Mia anamwambia kwamba kwa sababu ya Han, alianza kuichukia sehemu hii na anahisi kwamba hakuna kitu kinachomwendea vizuri. Kisha ufunuo wa kushangaza unatokea. Mia anamwambia kwamba Han alikimbia kutoka Japani baada ya kujaribu kumuumiza msichana mwingine wa shule yao. Habari hiyo ilichapishwa katika magazeti ya eneo la Japani, na kuongeza juu ya yote, Mia anafichua kwamba amechapisha makala hiyo akitumia simu ya Ji. Sasa inaonekana kwamba Ji ndiye aliyefichua maisha ya zamani ya Han. Kisha Jill anampokonya Mia simu na kuipiga chini na kuisambaratisha. Wakati huo huo, Han anaingia darasani na kukutana na vurugu kubwa kabisa. Kila mwanafunzi ana simu mkononi, akisoma makala hiyo na kumtazama kwa makini, lakini yeye hajui kinachoendelea.
Yote haya yanaendelea hadi anaisoma mwenyewe makala hiyo na kugundua kwamba kila mtu tayari anajua siri aliyojaribu kuificha. Anapoondoka, anamtazama Ji kwa macho yaliyojaa maumivu, kana kwamba anamuuliza, "Kwa nini umenifanyia hivi?" Wakati huo, wavulana hao wanne wanakimbilia darasani ili kujua kilichotokea. Koko anakaribia kupiga kelele kwa hasira. Sai na Koko wanaondoka kumtafuta Han, ambaye anaendelea kukimbia hadi nguvu zinamwishia na kicheni yake ya sungura wa kuchezea inaanguka chini. Koko anaiokota na kumrudishia, lakini Han anainua macho. Hapa tunagundua ukweli. Wakati Han bado alikuwa Japani, rafiki yake mkubwa Kuza alimpigia simu ili kumwomba msamaha kabla tu ya kujirusha kutoka kwenye paa. Han hakuwa na hatia kabisa, lakini mtu fulani alimpigia picha akiwa kwenye paa kutoka mahali ambapo Kuza alijirusha. Picha hiyo ilifanya kila mtu aamini kwamba Han ndiye aliyekuwa na jukumu la kumsukuma rafiki yake. Uvumi huo wa uongo ulienea huku yeye akilia na yule msichana mwenye nywele ndefu tuliyemwona hapo awali akitoa ushahidi dhidi ya Han. Hakutaka hata kumwambia ni hospitali gani walimpeleka Kuza. Kisha Han alimtafuta mwandishi wa habari aliyechapisha makala hiyo na kumsihi airekebishe, lakini mwandishi huyo akiwa na hamu ya kuwa maarufu alimjibu kwamba haiwezekani. Kwa hili Han alivunjika moyo kabisa. Kwa sasa Koko anamwambia Han asipoteze matumaini. Anaamini kila neno linalotoka kinywani mwake na hata anaahidi kwamba daima atakuwa upande wake na daima atamsikiliza. Akiwa amezidiwa na hisia, Han anaanza kulia na Koko anamkumbatia kwa upendo, akijaribu kumfariji na kuangaza tabasamu lake. Wakati huo Sai anakuwepo kwenye tukio hilo la kimapenzi. Anakaribia na kumuuliza Han kama yuko sawa, akiwa karibu na Koko, akitarajia aseme kwamba anamsumbua, lakini sivyo. Sai anaumia. Kurudi darasani, Owen anajaribu kuwatuliza wanafunzi ambao wako bize wakisengenya kuhusu Han. Baada ya kueleza hili, alifikiri kwamba wavulana wangemchukia milele, lakini sivyo. Koko na wengine wanatembea kando yake kwa sababu sasa hayuko peke yake katika ulimwengu huu. Sasa wao ndio msaada wake. Katikati ya hayo, mpenzi wa Ji anamwambia msichana huyo kwamba amekatishwa tamaa kabisa na tabia yake na anafikiri kwamba wanapaswa kutengana kwa muda. Kisha Jial anaangalia picha za zamani akiwa na Ji bila kuweza kumsahau, na rafiki yake anamwomba aache kung'ang'ania yaliyopita, lakini hawezi kumtoa kichwani. Kuna nyakati nyingi za upendo zilizochapishwa moyoni mwake pamoja naye, kiasi kwamba ni vigumu sana. Baada ya siku kadhaa, Ji anagundua kwamba uvumi wa uongo kuhusu Han haukuanzishwa na yeye na kwamba amekuwa hana hatia muda wote huu. Kwa hiyo, mbele ya kila mtu anaomba msamaha kutoka moyoni na kumwambia, "Daima nilikupenda, nilipaswa kukuamini zaidi, na kama hutaki kuzungumza nami tena, nitaheshimu uamuzi wako, lakini ujue kwamba wewe ndiye mwanamke wa maisha yangu." Kisha Han anakiri kwamba yeye pia anampenda na pia anaomba msamaha. Kisha yeye na Ji wanakaa tena pamoja na kumaliza ugomvi wao. Baada ya darasa, Han anamkuta Koko akiwa bize sana, akibandika vibandiko vyenye jina lake kwenye vitu vyake vyote. Ghafla anamwekea Han kibandiko chenye jina lake, akimaanisha kwamba yeye pia ni mali yake. Bila kukusudia, hii ni kukiri upendo kwa ujasiri sana. Baada ya kupata nafuu, Han anamwambia kwamba huu si wakati unaofaa, hasa kwa sababu kuna yule mvulana mwingine pamoja nao. Kwa sababu ya tamko hili, wanaanza kugombana kwenye basi la kurudi. Mvutano unaongezeka kati yao. Wakati Han anaketi, wavulana hao wawili tayari wako karibu kuanza kubishana. Hivyo akiwa amechoka na haya, anaweka mwili wake kati yao kama kizuizi na kuwaomba watulie. Baada ya muda analala na Sai kwa upole, anafanya alalie bega lake. Anatabasamu moyoni na anakataa kusogea hata sentimita moja. Koko anapoona tukio hilo, damu inamchemka kwa wivu. Kwa siri anaandika jina lake kwenye mkono wa Han ili iwe wazi kwamba yeye ni wake. Katika nyakati hizi, Koko haachi kumtazama Han kwa pembeni tangu siku alipomjua. Kitu fulani ndani yake kilibadilika kabisa, ingawa bado anakataa kukikubali kwa sauti. Usiku huo wote wanakutana kucheza mchezo wa chupa. Zamu ya Han inapofika, wanamuuliza ni yupi kati ya wenzake ambaye angemchagua kumbusu kama angepata nafasi, na yeye bila kusita anataja jina la Koko. Anaposikia hili, uso mzima wa Koko unang'aa, kana kwamba ameshinda bahati nasibu. Sai anamsukuma Jian kwa kiwiko na kumnong'oneza kwamba hajawahi kumwona Koko.
akitabasamu hivyo kwa ajili ya mtu yeyote, hata kwa ajili ya kamera. Jian anakubaliana naye akifikiria kwamba rafiki yake, yule mvulana ambaye kila mara alijiona kuwa kitovu cha ulimwengu, hatimaye amempata mtu anayemjali kweli. Kwenye mbio, Coco anamuuliza Sai alianza lini kuangalia wasichana, kwa ajili tu ya kugeuza mazungumzo kutoka kwenye jambo lililokuwa kichwani mwake. Lakini Coco hawezi kujificha, na karibu bila kukusudia anakiri kwamba alimpenda Han mara ya kwanza alipomwona, siku ile ile alipomwona mbele ya darasa, akiwa na tabasamu lile la malaika alilonalo moyoni. Sai anahisi maumivu, kwa sababu yeye pia alikuwa ameanza kumhisi Han. Waliporudi shuleni, Han anatembea bila umakini, akifikiria kuhusu barua ambayo marafiki zake walimpa ili akiri hisia zake, lakini yeye anajua jibu tangu zamani. Coco anaona kwamba Han huwa na wasiwasi kila anapomkaribia, jambo linalompa matumaini kwamba anampenda. Akiwa amedhamiria kutopoteza muda zaidi, anampelekea ujumbe akimuuliza kama anataka waonane wakiwa peke yao. Han anabaki akitazama simu huku moyo wake ukipiga kwa kasi sana, na ingawa anachelewa kujibu, hatimaye anakubali. Kisha anatoa mkufu aliokuwa ameuficha kwa siri, anauvaa na kukimbia kuelekea mahali alipoelekezwa na yeye. Mara moja kemia kati yao inapanda hadi kiwango cha upendo usio na mwisho, huku ikitengeneza kiputo cha mapenzi na upendo wa mbinguni. Coco anamwonyesha mkufu aliyomzawadia zamani na kumwambia kwamba hajawahi kuuvua hata siku moja. Kisha anamwambia kwamba kuwa naye katika maisha yake ndicho kitu bora zaidi kilichowahi kumpata, muhimu zaidi kuliko umaarufu wowote au nafasi yoyote ya uigizaji. Wakati huo huo, mvua inaanza kunyesha, na bila kufikiria, Coco anamshika Han mkono na wote wawili wanakimbia chini ya mvua katika tukio la kimapenzi sana. Wanaposimama, Han anaanza kutetemeka kwa baridi na Coco anamjali kwa upole, na hapa hatimaye anakiri anachohisi. Umebadilisha namna yangu ya kuona ulimwengu, kwa sababu zamani nilikuwa naishi nikijifikiria mimi mwenyewe tu, na sasa kitu pekee ninachojali kweli ni wewe kuwa salama. Kwa sababu hii, anamwomba awe mpenzi wake. Na wakati huu Han anajibu ndio. Kwa mbali, Sai aliwaona na anakiri kwa tabasamu la huzuni kwamba daima alijua Coco angemshinda kwanza, lakini wakati mwingine upendo si swala la kufika kwanza, bali ni kujua wakati wa kuachilia kwa moyo wenye amani. Muda mfupi baadaye, Han analazimika kurudi nchini kwake kwa miezi kadhaa. Kabla hajaondoka, Coco anamwahidi kwamba bila kujali umbali, hadithi yao ya upendo haitafifia. Anaapa kwamba atakwenda kumtembelea, kwamba hakuna kamera wala umaarufu utakaowahi kuwa juu ya kile anachohisi kwake. Han anarudi nyumbani kwake nchini Japani na kusimulia hadithi za yale aliyopitia nchini Korea. Wakati Coco akiangalia picha zake, anapendekeza waende Japani kumtembelea kwa sababu anamkosa sana kiasi kwamba moyo wake unakaribia kupasuka. Kwa sababu Coco alikuwa mvulana ambaye hakuwahi kutabasamu, ambaye aliepuka aina yoyote ya ukaribu, lakini alianza kubadilika bila hata kutambua. Han alimfundisha kwamba ni sawa kushusha ulinzi, kwamba ni sawa kujiruhusu kuamini, na hivyo kati ya ugomvi mdogo na kusuluhishana, wote wawili waliishia kupendana sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri zaidi ya kumwona mtu aliyefikiri kwamba atakuwa peke yake milele akijisalimisha kabisa kwa mtu mmoja, kwa sababu upendo ni mwanga unaoangaza roho yako. Na vizuri, kama umeupenda video, jiandikishe kwenye channel, washa kengele ili usikose video yoyote.